Ili Naivas ya Thika Road wamevunja. Wanafanya shopping. Ndio hao. Wamevunja DATM. Ndio hao. Ndio huyo na soda na mkate. We depend on those companies enye mnaenda mkivunja. Naivas mdoi mnavunja. What will happen to those people, employees working there? Tuko hapo na watu. Hiyo ndio nyumba yao, hiyo ndio chakula yao, hapo ndio wanatafutia at least familia ipate. And then nyinyi mnachukua kama advantage, mnaenda huko mnavunja. What will happen to them? Like seriously, what will happen to them? What will happen to those employees? Like seriously, mnachukua maandamano kama advantage ya kuibia watu. And this is not right. Ruto, I support you. Enda ukiwa fyutwa na risasi wakakufia huko. Anyone police, anyone you meet, gonga ukigonganga kufia huko mama yake takataka. Ahlan sana wapenzi watazamaji, wapenzi wasikilizaji. Ama kwa hakika wapenzi watazamaji, wapenzi wasikilizaji, maandamano ya wanajenzi ambayo imefanyika hivi majuzi ilikuwa na mtizamo katika vinywa vya watu ama katika masikio ya watu ama katika fikra za watu, ni kwamba ulikuwa ni maandamano wa imani, wa amani. Ulikuwa ni maandamano wa vijana wa Gen Z kupendekeza maslahi na haki yao katika nyadhifa za juu serikalini waweze kusikizwa kusudi matakwa yao yaweze kuhakifishwa. Maandamano haya wapenzi watazamaji yaligeuka yakawa kama chombo cha vijana hawa wadogo wa Gen Z kuweza kupora, kuweza kunyanyua mali ya watu ambao haswa ni wanabiashara hususan katika mji wa Nairobi. Nasema hivi kwa nini wapenzi watazamaji? Unavyotizama wewe mwenyewe mpenzi mtazamaji, ni kwamba vijana hawa waonekana wakinyanyua vyombo vya watu, kama ni TV, kama ni fridge, kama ni masimu na mambo mengi tu alikadhalika, yani vyombo vingi tu ambavyo waliweza kunyanyua na kupora siku hiyo ambayo waliweza kufanya maandamano kama haya. Wapenzi watazamaji, wapenzi wasikilizaji, yaonekana wazi tu katika mtizamo wa kidunia, katika mtizamo wa mtu yeyote ambaye amekomaa kwamba vijana hawa wafanya haya mambo. Kwa nini wafanya haya? Kwa sababu hawana kazi, hawana mapato, hawana makazi mema. Wafanya haya hususan kwa sababu ya kwanza, kazi haziko humu nchini Kenya. Wanavyohojiwa wapenzi watazamaji, wapenzi wasikilizaji, vijana hawa wanavyohojiwa na wanahabari, wana blog na watu wengi tu alikadhalika katika social media platforms, yatoka vinywani mwao wazi kwamba hawana riski, na hata riski kidogo wanayopata hawa vijana ambao wamehitimu, ambao wengi wao wamesoma, riski kidogo wanaopata mwishowe hurudi serikalini. Bimana ushuru wa serikali uko juu, uko katika kilele cha juu, mpaka kile kidogo kinachobaki kinampelekea mtu hawezi kukidhi mahitaji yake ya ziada, ama hawezi kujikidhi mahitaji yake ya kibinafsi kama binadamu. Naivas mdoi mnavunja. What will happen to those people, employees working there? Tuko hapo na watu. Hiyo ndio nyumba yao, hiyo ndio chakula yao, hapo ndio wanatafutia at least familia ipate. Ruto, I support you. Enda ukiwa fyutwa na risasi wakakufia huko. Anyone police, anyone you meet, gonga ukigonganga kufia huko mama yake takataka. Wapenzi watazamaji, wapenzi wasikilizaji, vijana hawa unaowaona, vijana hawa unaowatizama, vijana hawa wengi wao tu asilimia ya juu wana degree, wana masters. Wengi wao wafanya masomo yao ya uzamili, yani PhD. Lakini wanapohitimu kutoka katika vyuo hivyo ama chuoni, wengi wao hawapati kufanikiwa kikazi, hawapati kufanikiwa kupata riziki, hawapati kufanikiwa kupata mahitaji yao kama binadamu katika maisha yao ya kawaida. Kazi humu nchini Kenya, kazi ni wewe ununue, kazi ni unajua nani, kazi ni unamfahamu nani, kazi ni wewe ni mtoto wa nani, kazi ni una nini mfukoni, kazi ni unatoka katika jamii ipi, ama unatoka katika tajriba ipi kimaisha.
Elimu katika nchi yetu ya Kenya ama taifa nyingi tabaka la tatu, yani third world, huwa mtu yasoma ama mtu yapelekwa skuli hawezi kuwa nasua nduguze ama familia yake kutokamana na shida. Lakini anapotoka mtu skulini ama anapohitimu mtu kisha anakosa kazi, basi umpelekea yeye kuwa muhuni, umpelekea yeye kufanya mambo ya somana, umpelekea yeye kuwa mwizi, umpelekea yeye kufanya mambo tu ambayo ni pingamizi kijamii. Hivyo watu wanapopata nafasi kama hizi za maandamano, nafasi kama hizi za wanajenzi kujinasua na kujikwamua kuja barabarani, watu wengi tu ama vijana wengi huitumia kama chombo ya kupora mali ya watu ambao ni wanabiashara, kama hivi unavyotizama mpenzi mtazamaji, katika mji huu wa Nairobi, ambapo vijana waliweza kunyanyua vyombo vya watu. Watu wengi wamelala njaa, watu wengi wamekosa riziki zao za kila siku, wengi wamefariki. Kwa sababu gani? Serikali inapaswa kuangazia masala ya wananchi wake, masala haswa ya kikazi, maswala na haki za wananchi, masala mengi tu ya watu kupata riziki, kupata mahitaji yao, kupata maskani mema. Lao serikali ingeangazia mambo haya, huenda tukangekuwa na afueni, huenda nchi yetu ya Kenya ingekuwa na afadhali. Tusingekuwa watu wa kujinasua barabarani, kujiua ama kupora mali ya watu. Lao serikali ingeangazia mambo kama haya ya kikazi, maskani mema, mambo mengi tu kidunia. Mpenzi mtazamaji, haya ndio yaliyojiri katika wakati huu ambapo wanajenzi walijitokeza kwa wingi, na wengi wakatumia nafasi kama chombo cha kupora, kama chombo cha kufanya mambo ya kihuni. Lakini mtizamo wa maandamano wenyewe ulikuwa ni mtizamo wa amani, mtizamo wa watu kupendekeza maslahi yao serikalini ama katika nyadhifa hizo, kuweza kusikizwa, kuweza kuhakikishiwa matakwa yao kama binadamu, hususan wanajenzi.